Je, unajua kuwa watu wengi wanahangaika sana na presha, lakini hawajui chanzo chake halisi? Wengine wanatumia dawa kila siku kama ilivyo kawaida ya presha, lakini presha haiponi kabisa. Leo nitakuambia ukweli mmoja muhimu sana ambao ulikuwa ufahamu, na nitakachokuambia leo ni chanzo kikuu cha ugonjwa wa presha. Nitakuweka wazi kwa lugha rahisi ili uweze kuelewa zaidi. Hivyo basi, kama ni mara yako ya kwanza kuweza kutufuatilia, hakikisha una subscribe, bonyeza neno subscribe na kisha bonyeza kialama cha kengele. Hapo utakuwa umewasha notification na utaendelea kujifunza yale mengi zaidi kupitia makala zetu za afya. Kwanza kabisa, pressure au high blood pressure ni nini? High blood pressure ni hali ambayo damu inasukuma kwa nguvu kubwa ndani ya mishipa ya damu. Hii inaweza kusababisha matatizo makubwa kama kiharusi, moyo kushindwa kufanya kazi au uharibifu wa figo. Lakini swali la kujiuliza ni hili: ni nini hasa chanzo halisi cha tatizo la high blood pressure? Chanzo kikuu cha pressure sio chumvi tu kama jinsi watu wengi wanavyofikiria. Badala yake, chanzo kikubwa zaidi ni uharibifu wa mishipa ya damu. Na hapa sasa nieleze kwa lugha rahisi ili uweze kunielewa. Hapa nitaeleza nini uharibifu wa mishipa ya damu. Sasa nieleze kwa lugha rahisi ili uweze kunielewa. Mishipa ya damu inapaswa kuwa laini na kupanuka vizuri ili damu ipite bila shida. Lakini pale mtu anapoanza kuishi maisha yasiyo sahihi, mambo haya matatu nitakayoelezea yanaweza kutokea. Jambo la kwanza linaloweza kutokea katika mzunguko wa damu ni mishipa kuwa migumu. Jambo la pili, mishipa inaanza kubana na kuwa nyembamba. Na jambo la tatu, mishipa hupoteza uwezo wa kupanuka. Sasa haya matatu yakitokea, matokeo yake ni nini? Damu inalazimika kusukumwa kwa nguvu zaidi kupita kiasi. Hapo ndipo presha hupanda. Sasa ni nini kinaharibu mishipa ya damu? Na haya mambo matano ndiyo mambo makuu ambayo huharibu mishipa ya damu na kusababisha hali ya presha kupanda. Jambo la kwanza ni lishe mbaya. Ulaji wa vyakula vyenye mafuta mengi, vyakula vya kukaanga sana na sukari nyingi pamoja na chumvi ya kuzidi kusababisha uharibifu wa mishipa na hivyo kusababisha presha kupanda kwa kiasi kikubwa. Jambo la pili ni msongo wa mawazo au tunaweza kusema stress. Mara nyingi stress huongeza presha ya mwili mzima na hivyo kusababisha uharibifu wa mishipa ya damu na kupelekea presha inayoweza kudumu kwa muda mrefu. Jambo la tatu ni kutokufanya mazoezi. Kutokufanya mazoezi kunasababisha uharibifu wa mishipa ya damu na hivyo kupelekea hali ya presha kuweza kupanda au kuleta tatizo la usumbufu wa presha ya muda mrefu. Jambo la nne ni uzito kupita kiasi. Uzito kupita kiasi pia husababisha uharibifu wa mishipa ya damu na hivyo kuweza kupelekea mkandamizo na damu kutokupita vizuri au damu kupita kwa nguvu isiyo ya kawaida katika mishipa ya damu na hivyo kupelekea presha kupanda au presha ya muda mrefu. Jambo la tano na la mwisho, uvutaji wa sigara na pombe kupita kiasi. Uvutaji wa sigara na pombe kupita kiasi husababisha uharibifu wa mishipa ya damu na hivyo kupelekea hali ya presha ya kudumu au presha ya muda mfupi. Haya yote matano niliyoweza kuelezea hupelekea mishipa kuchoka na kuharibika polepole, na presha inaanza kimya kimya bila mtu kufahamu wala kujua. Kwa hiyo unachotaka uelewe siku ya leo, presha sio ugonjwa unaoanza ghafla tu, bali ni matokeo ya uharibifu wa ndani ya mwili wako, hasa mishipa ya damu inapoanza kuharibika. Ndio maana wengine wanatumia dawa lakini bado hawaponi kabisa, na sababu kuu ikiwa ni kwa sababu hawajaweza kutibu chanzo cha tatizo la presha.
Ukitaka kutibu presha, lazima uweze kudili na chanzo kilichosababisha presha yako, na chanzo kikuu huwa ni uharibifu wa mishipa ya damu. Na pengine unaweza kukuta mishipa ya damu imekuwa midogo kutokana na mlundikano wa mafuta yanayoweza kuleta shida katika kupenyeza katika mishipa ya damu, na hivyo kusababisha damu kupita kwa shida. Swali la kujiuliza siku ya leo: unawezaje kurekebisha mishipa yako ya damu kabla haujachelewa? Katika video inayofuata nitakuonyesha vyakula vinavyosafisha mishipa ya damu. Nitakuonyesha pia njia rahisi za kushusha presha bila madhara. Na kama unataka kulinda afya yako mapema, hakikisha unabonyeza neno subscribe sasa hivi ili usikose video inayofuata. Na kama umejifunza kitu kupitia video hii, unaweza kuandika kwenye comment neno hili kuwa nimeelewa chanzo cha presha. Vilevile unaweza kutusaidia kushare video hii kwa watu wengine waendelee kujifunza zaidi, hasa swala zima la presha na namna inavyosababishwa na virutubisho au vyakula vinavyoweza kusaidia kushusha presha hata ukiwa nyumbani. Jina langu naitwa Dr. Emmanuel Theophilo. Unaweza kuchukua namba yangu katika video kwa mawasiliano na ushauri wa haraka. Asante na kwaheri.